Hapo mbele yako hiyo ni cash flow quadrant. Cash flow quadrant maana yake ni mbinu ambazo watu mbalimbali wanatumia kuingiza kipato. Hapo kuna mwajiriwa, kuna mtu aliyejiajiri, kuna mmiliki wa biashara, lakini pia kuna mwekezaji. Tukianza na kundi la kwanza ambalo ni mwajiriwa. Mwajiriwa ni mtu ambaye anafanya kazi kwa niaba ya mtu mwingine, na huyu mtu huwa ana sifa mbalimbali kulingana na yeye anavyokuwa anafanya kazi. Kwanza kabisa, huyu ni mtu wa uhakika. Mwajiriwa ni mtu ambaye ana uhakika wa mshahara, lakini pia ana uhakika wa kazi. Manake ili alipo huyu mtu lazima amefanya kazi fulani. Lakini pia jambo lingine ni mtu ambaye ana uhakika pia wa kazi. Hawezi kulipa mshahara bila kujua ni kile ambacho anakifanya. Lakini pia jambo jingine, huyu mtu anapitia changamoto mbalimbali, kwa sababu kwanza kabisa ni mtu ambaye hana uhuru. Hana uhuru wa kipato, hana uhuru pia wa muda. Manake nini? Manake huyu mtu anauza muda wake wote kwa ajili ya kujiingizia kipato. Kwa hiyo unakuta muda wake ambao anakuwa anafanya kazi hauendani na kile kitu ambacho anakuwa anakifanya. Kwa hiyo changamoto yake kubwa anakuja pale ambapo anafanya kazi kwa muda mwingi, lakini mafao yanakuwa ni madogo sana. Na mtu wa pili, huyo ni mtu ambaye amejiajiri. Mtu ambaye amejiajiri, mtu ambaye anamiliki kazi. Mtu wa kwanza huyo manake ana kazi, ameajiriwa, ila wa pili huyo anakuwa anamiliki kazi, manake amejiajiri, na yeye ndio anakuwa anatawala muda, lakini pia anatawala maamuzi. Ndio sifa kuu ambazo huyu mtu anazo, na huyu mtu anaweza akaamua kulingana na biashara yake ambayo ameifanya. Aidha anaweza akawa anauza genge, anaweza akawa na mgawa, anaweza akawa anauza duka na kadhalika. Sasa huyu mtu anaweza akaamua maybe awe anaingia kazini saa 2, saa 3, muda wote tu anaweza akaamua. Kwa hiyo ana uhuru wa kuchagua muda wa kufanya kazi. Lakini pia changamoto yake kubwa huyu mtu ni kwamba hana uhuru wa kipato, lakini pia hana uhuru wa muda. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu ili kipato chake kiongezeke, inamtegemea yeye 100% ya muda wake. Kwa hiyo unakuta hata kama kipindi ambacho atapata dharura, pengine itambidi aende kwenye misiba fulani, kapata msiba wa ghafla, kapata emergency au kaugua, maana yake biashara yake ataifunga, kwa sababu inamtegemea yeye awepo ili aweze kuuza na aweze kupata faida. Mtu wa tatu, huyu ni mmiliki wa biashara. Mmiliki wa biashara ni mtu ambaye amewasaidia watu wengi kujiingizia kipato, na yeye anaweza kuingiza zaidi. Manake ili mtu tumjue kwamba anamiliki biashara, lazima tumuone kuna watu ambao wamewasaidia nyuma yake. Kuna watu nyuma yake ambao wanaingiza kipato zaidi ili yeye aweze kupata zaidi. Manake anakuwa ana share percent na wale watu ambao anakuwa anafanya nao kazi. Kwa mfano, kuna baadhi ya matajiri ambao wanamiliki mfumo wa biashara, na huo mfumo unakuwa unawalipa wao kulingana na wengine walivyokuwa wanafanya kazi, wanapata msaada. Manake huyu mtu muda wake mwingi anautumia au anawekeza kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine, na kama unavyojua, unavyokuwa unawasaidia watu wengine unapata zaidi. Ili wasaidia watu wengine lazima upate zaidi. Ili upate unachokitaka, lazima pia ufanye ambacho hujawahi kukifanya, na ukifanyia watu zaidi, na wewe unapata zaidi. Kwa hiyo wanashare percent wao na wale watu ambao wanakuwa wanajiingizia kipato, na sio kwamba anakuwa amewaajiri, hapana, ni kwamba wanashare, wanaenda na mitaji yao kwenye biashara husika, wanaanza biashara na baadaye wanaanza kujiongezea kipato, wanaendesha maisha yao, na yeye anakuwa anaingiza zaidi. Sasa huyu ni mtu ambaye anakuwa na manufaa makubwa sana. Mmiliki wa biashara kwanza kabisa ni mtu ambaye anakuwa ana uhuru wa muda, kwa sababu hata kama hajafanya kazi kwa muda husika, kipato chake hakiwezi kuathirika, kwa sababu anakuwa na timu ambayo inafanya kazi badala yake. Lakini pia huyu ni mtu ambaye ana uhuru pia wa kipato. Manake nini? Manake kulingana na watu wanavyofanya, hii kipato chake kinaongezeka zaidi. Kwa hiyo kipato chake hakiwezi kuathiriwa. Huyu ndio anakuwa anamiliki biashara. Lakini kwa tafsiri ya haraka haraka, manake yule mtu ambaye anakuwa amejiajiri, manake hii biashara inakuwa inamiliki, kwa sababu hawezi kuingiza zaidi yeye anavyokuwa anafanya kazi. Ila huyu hapa ndiye anakuwa ni mmiliki wa biashara, kwa sababu biashara haimtegemei yeye kwa 100% ili iweze kukua na iweze kuleta manufaa makubwa sana. Na huyu mtu wa mwisho kabisa, huyo ni mwekezaji. Mwekezaji ni mtu gani? Ni watu ambao pesa zinawafanyia kazi. Ukishafuzu au kufanikiwa kuikuza biashara yako ikawa kubwa zaidi, zile pesa ambazo kwa unazipata
inabidi uzipeleke kwenye uwekezaji. Sasa unaanza kutumia pesa ziweze kukuzalia pesa zaidi. Sasa maeneo makuu ambayo mtu anaweza akawekeza, kwanza kabisa unaweza ukawekeza kwenye hati fungani, unaweza ukawekeza kwenye hisa na kwenye majengo. Hivi ndio vitu pekee ambavyo vinaweza kukusaidia kuweza kuongeza kipato chako na kuweza kusaidia wewe uweze kufanikiwa zaidi. Sasa nitakuwa nazidi kutoa madarasa kadhaa, nitakuja kuelezea ni kwa jinsi gani mtu anaweza akanufaika kulingana na hizi hatua, na nitakuja kuelezea kwenye darasa jingine. Je, mtu ambaye ni mwajiriwa afanyeje, na mtu ambaye amejiajiri afanyeje, mmiliki wa biashara anakuwaje, au mwekezaji anakuwaje. Lakini pia kwenye darasa linalofuata tena nitakuja kuelezea tofauti kati ya haya makundi ili mtu aweze kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye kundi lolote kati ya hayo manne ambayo yako hapo, ni lazima ujue unakaa kwa muda gani na ili uweze kufanikiwa zaidi, kwa sababu usije ukakurupuka kuingia kwenye kundi lolote bila ya kujua utakaa muda gani na litakulipaje na utafanya na kina nani. Kuna talent kubwa ambayo inabidi uwe nayo ili uweze kufanikiwa na uweze kuongeza kipato chako. Karibu sana. Hii ni Elogius Wealth au Elogius Focus ambayo unaweza kuwa unaifuatilia. Unaweza ukanifollow, ukalike, ukashare na comment ili wengine wapate kujua zaidi na wapate kujielimisha zaidi kuhusiana na masuala ya uchumi na kipato pamoja na fedha. Karibu sana, uwe mwanafamilia ili uweze kujielimisha zaidi na uweze kukuza kipato chako kwa kubadilisha mtazamo wako.